Ni kweli kabisa unaweza ukajifanyia tathmini ya ukuaji wako wa kiroho mwenyewe. Unaweza ukajua kwamba nilipo hapa ninaendelea mbele, nilipo hapa nimebaki nilipo ama nimerudi nyuma. Wewe mwenyewe unaweza kujifanyia tathmini na ukajielewa. Wewe ndio mtu sahihi sana ambaye unaweza ukajipa marks za ukweli. Kwa sababu sisi wengine huwa tunakujudge ama tunakuangalia nje ndo tunatambua kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Lakini wewe ni mtu pekee ambaye unajifahamu ukiwa na sisi ama ukiwa na watu, pia unajifahamu ukiwa mwenyewe. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7 anasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Haijasema kwamba rafiki yako atakavyokuona ndivyo ulivyo. Ndio maana tuna encourage sana watu kwamba usikate tamaa kwa sababu ya maneno ya watu. Wewe upo kulingana na unavyojiona ndani, haupo kulingana na watu wanasema nini kwa ajili yako. Tunaweza tukakuona wewe ni mdhaifu sana, tunaweza tukakuona wewe ni mwenye nguvu sana, lakini kinachomata sana ni wewe sasa unajiona nini kutoka ndani. Unajiona vipi kwamba wewe ni mdhaifu ama sio mdhaifu, kwamba unaendelea ama umetulia. Sasa leo nitakupa nguzo 5 ambazo wewe utazitumia kufanya hiyo tathmini binafsi kuhusiana na maendeleo yako ya kiroho. Jambo la kwanza ni ukaribu wako na Mungu. Nasema intimacy with God. Ukaribu wako na Mungu ndo utatambua kwamba unaendelea ama hauendelei. Tunapozungumzia ukaribu na Mungu kuna vitu vingi sana tunaviangalia. Tunaangalia maombi, tunaangalia the way unafanya meditation, tunaangalia neno la Mungu unavyolitafuta kwa nguvu, tunaangalia namna ambavyo unatamani kumsikia Mungu. Yes, vitu kama hivyo. Sasa kwenye intimacy ama ukaribu wako na Mungu tunaangalia zaidi vitu viwili. Kitu cha kwanza ni ukaribu wa wewe na Mungu ama mahusiano yako binafsi na Mungu kwanza. Yatatambulisha kwamba wewe unaongezeka ama umekaa pale pale. Kama una mahusiano ya kusuasua na Mungu, unatakiwa kuimprove. Kuna mwimbaji wa tenzi anasema kwamba Bwana himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Anasema utakaposhuka sitaogopa. Lakini ili neno ukilitumia wewe au likija kwako wewe, tunasema let's say leo Mungu anashuka kuwachukua walio wake, unajisikia nini moyoni mwako? Kama unajisikia hofu ama unajisikia kutokuwa na uhakika wa wewe kuondoka na Mungu, ujue kabisa una vitu vingi bado vya kuviweka sawa. So unaitumia hiyo kama alarm iliyo kufanya uamke kwanza. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu 22:21 nasema mjue sana Mungu ili upate kuwa na amani na mambo mema yatakavyo kujilia. So unahitaji kumjua Mungu. Sasa unapomjua Mungu ndo ukaribu wenyewe, kwa sababu huwezi ukamjua Mungu bila kuwa karibu na Mungu. Ila unaweza ukazijua taarifa zinazomhusu Mungu ukiwa hauko karibu na Mungu. Sasa hatuhitaji watu ambao wanajua taarifa za Mungu, tunahitaji watu wanayemjua Mungu kipekee. Kuna watu wana taarifa zako ila hawakujui wewe. Ila kuna watu ambao wanakujua wewe. Neno unasema mjueni sana Mungu ili mpate kuwa na amani. Kumjua Mungu kutakuletea amani, lakini kujua taarifa za Mungu hakutakuletea amani. Pengine kunaweza kukuchanganya kabisa, ukaangukia kwenye watu wanaosema Mungu hayupo, kwa sababu hatuwezi tukamthibitisha kwenye ulimwengu wa mwili, ama hatuwezi tukawaonyesha watu
kwamba Mungu anaonekana hivi, kwa sababu wewe una taarifa zinazomhusu Mungu ila haumjui Mungu. Kitu cha pili, kwenye ukaribu wako na Mungu tutaangalia ukaribu wa wewe na watu wengine ambao wanamtafuta Mungu ama wanaomtumikia Mungu. Tunajua kwamba wawili hawawezi kuenda pamoja isipokuwa wamepatana. Wazungu wanasema you attract of your kind. Unawavutia watu wa nature yako. Sasa kama wewe hauwezi kuwa karibu na watu ambao wanamtumikia Mungu, unatakiwa ujiangalie kwamba una changamoto gani. Una changamoto gani? Una changamoto gani? Bible inasema msifungamaniwe nila na wasioamini. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia mahusiano yako wewe na wanaomtumikia Mungu wengine yako vipi. Unaweza ukajifanyia tathmini, ukaangalia, ukaona uko vipi katika mahusiano yako wewe na watu wengine pia. Nguzo namba 2, unyenyekevu. Tunapozungumzia unyenyekevu ni hali ya kukubali kuwa chini. Biblia inamtaja Yesu kama point of reference ya unyenyekevu. Anasema alikuwa mwana wa Mungu anayeishi mbinguni, lakini alinyenyekea hata kifo cha msalaba. Kifo cha msalaba ndo kifo cha aibu kuliko vyote, lakini huyu Bwana alinyenyekea mpaka kifo cha msalaba. Unyenyekevu unakubali kwamba ni kweli nina hadhi ya juu, lakini kwa sasa ngoja niendane na mazingira haya kwa moyo wa kupenda kabisa, kwa sababu unyenyekevu ni hali ya moyo na sio huku nje watu tunavyokuona. Kwa sababu kwenye kizazi chetu tunashindwa kutofautisha kati ya, kuna tabia za watu, kuna wasondani na walondani, yani introvert na extrovert. Sasa wengi tuna tafsiri introvert kama ni mnyenyekevu pasi na kuangalia yuko vipi. Kuna mtu anaweza akawa ni introvert, yani haongei, mkimya na stili ana kiburi. Inawezekana, kwa sababu kiburi ni hali ya moyo, unyenyekevu ni hali ya moyo, japokuwa vinaweza vikathibitika ama watu wengine wakaviona kupitia unasema nini, unaamua nini, vitatujulisha kwamba wewe sio mnyenyekevu. Utasoma kitabu cha Mithali 11 mstari wa 2. Anakuambia kabisa kwamba kiburi kilipo ndipo aibu ambapo inakuja, lakini hekima iko na wanyenyekevu. Mungu anataka uwe mnyenyekevu. Na kuna wakati Mungu anaonyesha bonus ya mtu kuwa mnyenyekevu. Anazungumza katika Isaya 66, anasema kwamba 66 mstari wa 2b pale anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu aliye mnyonge, mtu aliye mnyenyekevu, aliye mnyonge, atetemekaye asikiapo neno langu. Anasema ndiye atakaye muangalia. Kwamba unapokuwa mnyenyekevu unampa Mungu sababu ya kukuangalia ama sababu ya kukuzingatia. Ukisoma Isaya 61 nakwambia, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Mnyenyekevu anahitaji habari njema, ila mwenye kiburi hahitaji habari njema. Kwa hiyo unaweza ukajiangalia, unajisikiaje unapopata mafanikio ama unapokuwa na watu ambao unawaona kabisa kwamba hadhi yako wewe iko juu kuliko wao, unawatreat vipi? Hata kama huonyeshi, kwa sababu kuna mara nyingi tunajizuia sana, tunazuia kuonyesha tunawaza nini, kuonyesha tunatamani nini, tunajizuia. Lakini ndani kwako kunasema nini? Pale ambapo unadharauliwa, ndani kunasema nini? Unatakiwa uangalie. So
unyenyekevu ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo kama unajiona kabisa huwezi ukawa mnyenyekevu, it's a wake up call kuinuka na kuanza kuwa mnyenyekevu. Unaweza ukachagua leo kuwa mnyenyekevu na inawezekana kabisa. Jambo namba 3, utakatifu. Tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hakuna atakayeweza kumuona Baba asipokuwa nao. Unahitaji utakatifu ili umuone Mungu. Sasa utakatifu huwa unaangaliwa kwenye ulimwengu wa mwili. Sawa? Kwenye ulimwengu wa roho hatutambui kitu kinaitwa utakatifu. Tunatambua sacrifice na vitu vingine. Tukiwa tunaongelea mambo ya ulimwengu wa roho then tutavijadili hivyo vitu. Lakini tunapozungumzia utakatifu tunazungumzia mwili. Kwamba wewe hauzini, hauibi, haugombani na watu, vitu ambavyo viko mwilini. Uko mbali na dhambi, yaani unajizuia sana kutenda dhambi. Hauna magomvi na nini hivyo. Utakatifu ni kitu cha muhimu sana. Kuna sehemu Bible inatuambia kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunategemea hekalu la Roho Mtakatifu kuwa safi, kuwa na utakatifu. Yes, Mungu atakutumia vizuri sana ukiwa mtakatifu. Lakini ukiwa na mambo mengi, Mungu anaweza akawa anakwama kukutumia. Ni kweli Mungu anasamehe dhambi. It's very very true kabisa. Na anasamehe na kuziondoa zinakuwa sio zako tena, anazisamehe. Kuna wakati alisema kwamba makahaba watatutangulia kwenye ufalme wa Mungu, ikionyesha kwamba anasamehe kabisa. Mungu anasahau. Lakini anapokuwa na jambo lake huwa anaangalia sana watu wa kuwatumia. Anakuambia kwamba makahaba watatutangulia katika ufalme wa Mungu, ila anapotaka kumleta mwanae duniani anamleta kupitia Bikira Maria. Kwa nini anatafuta bikira wakati makahaba wanaweza kututangulia kwenye ufalme wa Mungu? Hapo utajua tofauti kwamba it's okay, tunaishi kwenye neema, tunaweza tukafanya chochote na Mungu akasamehe, lakini bado kuna baadhi ya vitu vinaweza visifanyike kwa sababu ya matendo yetu. Kitabu cha Ufunuo unasema walimshinda shetani kwa sababu ya neno la ushuhuda. Ushuhuda ni vile ambavyo wewe umemshinda leo shetani, ukamshinda na kesho kutwa, inajenga ushuhuda. Ukisoma Mathayo 5:8 anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. So unahitajika kuwa na moyo safi, unahitajika kuwa pure, kuwa mtakatifu. Ni kweli inaweza ikakupa wakati mgumu kuwa mtakatifu. It's okay, tunaishi katika ulimwengu huu wa mwili ambapo kuna vita vya rohoni vinakuja mpaka mwilini, lakini you need to maintain. Unahitajika kumaintain utakatifu. Unapokosea, tubu, rudi. Biblia inasema mwenye haki wangu hata akianguka mara 7 anainuka mara ya 8, anaendelea. Kwa hiyo utakatifu ni muhimu sana. Hata kama una struggle kwenye dhambi, yani unapata changamoto kurudia, unatamani uache, inashindikana, kwa vile tu kwamba unaishi, bado Mungu anatumaini na wewe. Bado Mungu hajamalizana na wewe. Usikate tamaa. Kuishi maisha matakatifu inawezekana. Samehe watu, Mungu atakusamehe na wewe pia, kwa sababu utakatifu unaendana na kusamehewa na kusamehe. Samehe watu, jisamehe wewe hata makosa ambayo ulifanya. Pengine kuna makosa ulifanya ambayo yamesababisha maisha yako kuyumba kwa muda mrefu. Jisamehe wewe mwenyewe.
endelea mbele. As long as unaishi, basi kuna mambo ambayo Mungu ameyapanga mema kwa ajili yako. So usiyapuuze yanayokuja kwa sababu kuna ulivyoharibu hapa nyuma. Usiishi past, ishi present, na pia expect future. Nguzo namba 4 ni uadilifu, integrity. Uadilifu. Tunapozungumzia uadilifu, tunazungumzia kufanya mambo kwa moyo wa kupenda na kwa uhalisi wa mambo jinsi yalivyo. Wanasema to be honest. Sijajua Kiswahili tunaweza tukaweka vipi. To be honest, yani uhalisia wa mambo. Kuwa mkweli kwako wewe mwenyewe, pia kuwa mkweli kwa watu wengine. Hiyo ni integrity. Mambo ya kona nyingi sana kwenye maisha. Wewe mwenyewe unajijua maisha yako yako vipi. So eneo la integrity unaweza ukajiangalia kwamba je, mimi hapa niko vipi? Ninaendelea vipi? Mithali 16 mstari wa 3 ukisoma utapata maelekezo pale mazuri, lakini wewe mwenyewe utajiangalia kwenye swala la integrity ama uadilifu. Kuna watu wanapata shida pia, unakuta anasumbuliwa na unafiki. Hawezi kuwa honesty. Yani yeye ili mambo yake yaende, aweke unafiki. Achukue maneno hapa, ayapeleke hapa, achukue hiki, akigeuze hiki, akifanye kwa hivi, hivyo. Kuna watu wanapata shida hiyo. So you need help. Unahitaji msaada kuacha unafiki na kukaa kwenye uadilifu. Uadilifu ni kitu kizuri sana na kinalipa. Kwa sababu Mungu anasema aliye mwaminifu katika lililo dogo nitamkuza katika jambo lililo kubwa. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo utaona kule ni 20 ngapi pale, utaona alikuwa anagawa talanta kwa watu. Mmoja 5, mwingine 2, mwingine 1. Sasa wakati amegawa zile talanta ni kwamba aliyepewa 5 akaziongeza na aliyepewa 2 akaziongeza. Sasa wakati anaongea na hawa watu akawaambia kwamba wamekuwa waaminifu katika madogo, then anawakuza katika makubwa. Ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo uadilifu ni jambo la msingi sana, usisahau. Point namba 5 ama nguzo namba 5 ni tabia. Kuna watu wameokoka vizuri sana, lakini kwenye tabia wamefeli. Tabia wamefeli. Wamebeba ulokole wa kihuni. Ni kweli tupo kwenye digital, lakini digital sio sababu ya kuingiza uhuni kwenye wokovu. Kwa sababu Yesu ama Mungu anatajwa kwenye Biblia kwamba yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alichokikataza jana ndio hicho chomekataza leo, ndio hicho chotakataza kesho na mpaka milele. Alichokikubali leo ndicho alichokikubali jana na ndicho atakachokikubali mbeleni. Tabia ni jumla ya maisha ya mtu kwenye jamii fulani. Jumla ya maisha yako wewe unavyoishi. Kuna watu ni kweli wameokoka vizuri, lakini tabia bado hazijakaa sawa. Kwa hiyo unaweza ukaangalia wewe tabia zako zinaenda vipi. Unaweza ukaangalia kwenye upande wa tabia, mtu akiangalia tu hii tabia anaweza akampokea Yesu na kumfanya Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ninyi ni chumvi ya ulimwengu, si ndio? Baadaye anazungumza kwamba matendo yetu, anapozungumza kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, anasema matendo yetu yaangaze kwa watu wayaone matendo yetu kwamba ni mema, wamtukuze Bwana. Anazungumzia character, anazungumzia tabia. Kuna watu tunaweza kuimba vizuri, tunaweza kuhubiri, tunaweza kufundisha, tunaweza kuprofesai,
lakini tabia zetu bado haziwezi zikafanya watu wamtukuze Mungu. Kwa hiyo kila tabia ambayo inakufanya wewe uwe na mashaka kwamba okay, kwa mfano hii tabia anayo mtu mwingine, mimi nitamtazama vipi mtu mwenye mambo kama 1, 2, 3 ninachokifanya mimi? Ukikuta kama utakuwa na doubt na huyo mtu mwingine, basi ni wake up call to uache hicho kitu ama hiyo tabia ulionayo, then ukae kwenye tabia ambayo haitakuwa na maswali. Tabia ni muhimu sana, na pia tabia inaweza ikakufanya utumike na Mungu ama usitumike na Mungu. Kuna maeneo hutaweza kuingia kwa sababu ya tabia zako. Yes, ni kweli upo katika huduma na nini, lakini kuna maeneo utashindwa kuingia kwa sababu ya tabia zako. Unatakiwa kuchunga tabia yako. Unajijua kabisa wewe ni mtumishi wa Mungu, angalia tabia yako. Je, watu wakiangalia wanamtukuza Bwana? Kama kuna sehemu italeta maswali ama inaleta maswali, basi tafuta namna uweze kuacha hiyo tabia, ukashikamane na tabia ambayo itawafanya watu wamtukuze Mungu. So hizo ni nguzo 5 ambazo zinaweza kukusaidia wewe sasa kuweza kufanya tathmini ya maendeleo yako ya kiroho, kwamba nimeendelea ama sijaendelea. Kama unajiona kabisa huwezi, yani hauendelei ama umekaa pale pale ama unarudi nyuma, ni wakati wako wa kuamka kumuomba Mungu akusaidie. Endelea kufuatilia mafundisho haya ambayo tunayarusha, Powerful Insight of God. Tunapatikana Telegram, unaweza ukaandika Powerful Insight of God ukajoin kwenye Telegram. Tunapatikana WhatsApp na maeneo mengine. So karibu sana, endelea kujifunza pamoja nasi. Mungu akubariki sana.